Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu au jalie mimi naweza kufika katika siku ya leo. Vile vile ningependa kuwashukuru ndugu zangu, vijana wenzangu, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu ambao mnasikiliza kipindi changu hichi cha Ramion Details. Leo nimekuja na msemo unaitwa wazazi. Nini kuhusu wazazi? Nisikilize. Wazazi ni baraka ya pekee katika maisha yetu na tunu adimu tuliopewa na Mungu hapa duniani. Kadiri tunavyowasaidia kifedha kwa kuwapunguzia mzigo wa mahitaji yao, kadri tunavyowahudumia kwa upendo na kuwapa faraja katika uzee wao, na kadri tunavyowaombea kila siku mbele za Mungu, ndivyo tunavyojenga heshima, baraka na mafanikio ya kweli mafanikio ya kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, wazazi ni baraka pekee ambayo sisi kama binadamu tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaona bwana ndugu zangu? Kwa hiyo kila mtu duniani hapa alikuja, amezaliwa, amekuwa naye atajaliwa, atazaa, ataoa, atazaa watoto wake na hivyo hivyo atazaa, Mungu akiwajalia. Unaona ndugu zangu? Kwa hiyo wazazi ni baraka pekee katika maisha yetu na tunu adimu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi ndugu zangu, kama wewe kijana mwenzangu unaniangalia hapa, unaona bwana, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, babangu, mamangu, sisi sote tumepewa neema ya kubarikiwa na wazazi. Unaona, tuna baba zetu, tuna mama zetu, wengine washatangulia mbele za haki. Unaona? Kwa hiyo kama una baba au una mama, hebu japo ushukuru hata kwa kidogo. Mwenyezi Mungu mshukuru kwa kupa tunu hiyo ya kuwa na wazazi. Kuna watu wengine wamezaliwa wazazi wao hawafahamu, hata kama walivyotangulia mbele za haki, lakini sisi ambao tumezaliwa tunawajua wazazi wetu, hata kama wengine wametangulia mbele za haki, lakini tujue kwamba wazazi ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia sisi binadamu. Unaona? Kwa hiyo ni vyema tukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema hii na tunu hii katika maisha yetu. Unaona? Kwa hiyo kama una mzazi, una baba, mama, na kama wewe Allah amekujalia una chochote kitu, umejaliwa una mafanikio mazuri, basi jaribu kuwafariji wazazi wako katika kuwapa mahitaji yao muhimu ambayo huwa wanahitajia. Unaona? Kwa sababu toka sisi tulivyokuwa wadogo walitugharamikia kwa chochote kile, kwa uwezo ambao walijaliwa wao, wakatusaidia sisi, wakatulisha, wakatuvesha mpaka leo tumefikia stage kama hii. Basi na sisi kama sisi vijana, kama sisi watoto ambao tuna wazazi, tujiangalie mara mbili. Unaona, kama wewe baba, mama, kijana kama mimi umejaliwa, ukijaliwa au ukipata kazi nzuri au ukipata chochote kitu, tukumbuke na wazazi wetu huko nyuma walichokifanya mpaka sisi tumekuwa hapa. Unaona ndugu zangu? Kwa hivyo wazazi ni tunu katika maisha yetu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi. Unaona? Lakini pia kuwatunza wazazi si jukumu tu, bali ni fadhila kubwa inayotufungulia milango ya kheri katika kizazi chetu na vizazi vyetu vijavyo. Unaona? Kwa hiyo jukumu la kuwakumbuka na kuwatunza wazazi wako si jukumu, bali ni fadhila kubwa ambayo itakufungulia wewe milango ya kheri na riziki katika vizazi vyako au kizazi chako ambacho ulichonacho katika familia yako na vizazi vijavyo, au tuseme vizazi vya watoto wako sasa. Kwa hiyo namna kadiri ambavyo unazidi kuwalea wazazi wako na kuwahudumia kwa kila hitajio ambalo wanahitaji, ndio unazidi kufungua milango ya kheri na baraka katika vizazi vyako, katika familia yako, katika ndoa yako, katika watoto wako. Huko wanakuwa na nidhamu iliyokuwa ni njema ambayo Allah ameiridhia. Unaona ndugu zangu? Kwa hiyo kingine nasema kumbuka walijinyima ili wewe uweze kufika hapo ulipo, hivyo usione mzigo kuwasaidia hata kama hawajabahatika kukutengenezea maisha mazuri. Kwa hivyo ndugu zangu, tusione mzigo kuwalea wazazi wetu namna ambavyo walivyo sasa. Kama mzazi wako ameshakuwa na umri mkubwa, basi usichoke
Kwa sababu gani? Kama na wao wangechoka kukuhudumia wewe, sasa hivi usingefikia hapo ulipo. Unaona? Ulikuwa unamwaga maji kitandani, walikuwa wanafua nguo zako, ulikuwa unahitajia kunyonya, mama mzazi alikunyonyesha. Unaona? Miezi 9 Allah alikujalia ukakaa tumboni kwa mama yako. Unaona ndugu zangu? Afu hii leo unakuja kumkataa mama yako, hivi vinakuwa sio vizuri. Unaona ndugu zangu? Mkumbuke na uendelee kulea wazazi wako hata kwa salamu. Sawa ndugu zangu? Kwa tusione mzigo kuwasaidia wazazi wetu hata kama hawajabahatika kututengenezea maisha mazuri. Japo wao walijaribu kwa uwezo wao, lakini sisi Allah naye anazidi kutubariki namna ambavyo tutazidi kuwasaidia hao wazazi ambao wametufikisha sisi hapa kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona, basi anasema basi tutambue kwamba walijaribu kadri ya uwezo wao, wote wapande wajali, na basi wote wazazi wote walijaribu kwa kadri ya uwezo wao. Basi inabidi tuwapende, tuwajali na tuwaheshimu, maana ndio pepo yetu ya pekee iliyobaki. Kwa hiyo namna kadri ambavyo unazidi kuwaheshimu, kuwahudumia wazazi wako katika kila hitaji ambalo unalitaka, ndivyo pepo yako unavyozidi kuijenga. Unaona ndugu zangu? Kwa hiyo hata kama mzazi wako amekufanyia mabaya mangapi, wewe unachotaka kufanya ni kuendelea kuwahudumia wazazi wako kwa hali na mali, kwa sababu na wenyewe wao walijitahidi kadiri ya uwezo wao pindi walipokuzaa, walipokutoa kwenye kadiri ambavyo mama yako alikujalia, alikuombea kwa Mwenyezi Mungu, alivyokutoa tumboni mwake miezi 9 ambayo Allah alikujalia humo. Kwa sababu sisi wote binadamu tumeumbwa kwa tone la maji, tone la manii. Unaona bwana ndugu zangu? Kwa hiyo tunataka kufanya ni kuheshimu wazazi wetu, kuwajali, kuwahudumia katika kila hitajio, ili tuweze kujenga pepo yetu iweze kuwa nzuri. Mimi leo ningependa kumalizia kwa msemo unaosema kwamba no matter how kind or generous you are, you will never satisfy an ungrateful person. Wale wanaojua Kiingereza watakuwa wanajua ninamaanisha nini. Kama kawaida yangu, kwa majina ya Ramadhani Juma Hassani, napatikana mitandao yote. Pia kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kwa 0752000056. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.